anasimama, anasema anajilingia. Yuko Ayubu alikuwa yuko vizuri, Mungu alikuwa anajilingia kwa sababu alikuwa kwenye mfumo. Angalia, mke wake alikuwa amechepuka kidogo, yuko pembeni. Sasa wewe mkufuru, kwa sababu mfumo wa kidunia haukubaliani na mateso, haukubaliani na manyanyaso. Ndio maana leo hii wanasema, wanatangaza duniani, njoo jiunge na Freemason, njoo jiunge na hichi ili upate fedha, usiteseke, njoo kwa waganga wa kienyeji, njoo upate hichi, kwa sababu mfumo wa kidunia haukubaliani na shida. Mtumishi, kwa mfumo wa Mungu unakubaliana na shida? Hapana, sijasema hivyo, ila kuna kanuni zake za kufuata, ambazo hizo kanuni watumishi wa Mungu tukifuata, basi tunaweza kutoka. Sikiliza mwana wa Mungu, Mungu yeye anatamani sisi tujue kuwa ni watoto wake. Anatamani tujue sisi kuwa ni walisi pamoja na yeye. Anatamani tujue kwamba sisi ni wamoja ambao tutakuja tulisi duniani mara 100 na mbinguni tunatakiwa tulisi mara 100. Yeye ndio anachokitamani sisi tuwe nacho. Lakini changamoto, sisi tumejisahau kuwa ni wana wa Mungu. Ndio hao wengine ambao wameswekwa kwenye sana. Watu wangu wapo kwenye mashimo, hakuna azuiaye wala hakuna arudishaye. Wapo wametekwa na ni watu wa Mungu. Watu wapo hapa Sayuni wamefichwa kwenye mashimo, wamezuiwa, hakuna arudishaye, kwa sababu ya upumbavu wa kutokujua ya kwamba wao akili zao zinahitaji kutolewa katika zile akili za kimapepo, kwenye akili za giza, kwenye akili za ambazo za kutosikia. Watoke hapo, waamie katika ufalme wa kusikia kile ambacho Mungu anakisema. Unahisi mtu aliye kwenye mfumo wa kidunia ni rahisi kusikia vitu vya kimungu? Wewe jiulize maswali. Kwa nini huwezi kusikia kile ambacho Mungu anasema? Kwa nini? Kwa nini hauwezi kusikia? Kwa nini hauambiwi? Kwa nini hauna kiu ya maombi? Kwa nini hauna kiu ya kusoma neno? Kwa nini? Mimi kuna muda nalia kabisa. Sasa Mungu, hivi inakuaje? Kuna siku moja nilikuwa nimeingia kwenye changamoto moja. Sasa hivi Mungu kweli inawezekana kweli? Adamu nilimshirikisha na Salome. Bwana Yesu asifiwe. Na Salome yeye amekuwa mwenyekiti wa wadada taifa, mimi nikiwa katibu wake mkuu kipindi hicho. Kwa tukawa kama familia kipindi hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilimshirikisha. Lakini nje ya kumshirikisha, nilimshirikisha kwa sababu najua ni mtu wa Mungu. Hawezi kunishauri vya sasa. Jiulize pastor, jiulize huku kwetu sisi washirika baba, tukiwa na tumaswali, tuna shida, tunauliza wapi? Huwa hatuulizaji kwa wana wa Mungu, hatuulizaji. Tunaamini kuwa tukimuuliza fulani ambaye ameokoka sana ataniona mimi mbaya. Unajua kwa nini? Kwa sababu tumeshajitengenezea hiyo mifumo ya kwamba haiwezekani, yule atanikataa. Kuna kitu ambacho huwa wanajisikia vibaya sana. Watu wengi sasa hivi wanaogopa baba, wakitenda dhambi wanashindwa kuwafuata watumishi, kwa sababu kuna mfumo shetani amewatengenezea tayari kwamba ukienda kumwambia mtumishi anakuja hapa madhabahuni anasema Bwana Yesu asifiwe, fulani alizini jana. Hamna kitu kama hicho. Umedanganywa. Mungu wetu sio hivyo. Haijalishi jana ulitenda dhambi, mfumo wa kimungu haupo hivyo. Haijalishi juzi ulifanya makosa fulani, na kutia moyo leo na kuambia tu kwamba wewe ni mwana wa Mungu, natakiwa urudi. Rejea. Unaona kuna shida, unapiga magoti, hauwezi kusamehewa, nenda kwa mchungaji, mwambie mchungaji, mimi naomba lakini siwezi, nashindwa, kwa sababu tuko duniani. Biblia inasema hivi, kutoka enzi za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Sasa tunahitaji nguvu. Mimi peke yangu siwezi baba. Wewe ujioni tu, sisi wanadamu bila Mungu hatuwezi. Katika jina la Yesu. Na bila Mungu mwenye kutupa nguvu hatuwezi kabisa. Kwa sasa tunafanyaje? Tunajitetea namna gani na dunia hii? Cha kwanza, tunapokosea tunarudi kwa Bwana. Tunaporudi kwa Bwana, tukiona haitoshi, tunaenda kwa watu
watumishi wa Mungu, wachungaji, tunamwambia mchungaji, nimekosea hivi baba, nafanyeje? Kwa sababu yule ni dhamana ya Mungu duniani. Kwa hiyo wewe unaenda